Walingana na ujambo mpenzi msikilizaji na mtazamaji ambaye anatufuatilia moja kwa moja hapa katika eneo la Igongofano ukiwa ndani ya mkoa wa Iringa. Bila shaka ni matumaini yangu na furaha yako kufika katika siku ya leo. Nikukaribisha sana katika vipindi vyetu ambavyo viko mubashara kabisa kufikia moja kwa moja katika eneo hili la Igongofano. Na tumekuwa na vipindi vingi tofauti, lakini leo tutakuwa na kipindi mahususi kabisa ambacho tutakwenda kujifunza kiundani na kuelewa yale ambayo yameweza kujiri katika kambi hili la Igongofano. Na wakati huu moja kwa moja kujua yale yameweza kujiri kiundani zaidi, basi ninaweza kuungana na ripota wangu Emmanuel Ndolo ambaye yuko tayari kwa ajili ya kuweza kufanya mahojiano na wale ambao wako tayari. Emmanuel, habari za wakati huu? Emmanuel. Na bila shaka nimekupata vyema kabisa ndugu Emmanuel Bernardo popote ulipo. Na hapa tupo katika eneo la mkutano wa kambi la vijana Igongofano, na katika eneo hili tunayo mibaraka mingi ambayo imeendelea kufanyika katika eneo hili, na hapa nipo na mashuhuda ambao wataweza kutuelezea moja kwa moja vitu vinavyoendelea katika kambi hili. Emmanuel Ndolo, kabla ya kuelekea huko kwa mashuhuda, hapo upo Igongofano ukiendelea na program, nini hasa ambacho kimeweza kujiri katika eneo hilo? Katika eneo hili kuna mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kuongozwa na viongozi wetu ambao wamebobea katika sekta mbalimbali, katika mafunzo ya Master Guide pamoja na SOL pamoja na wale Pathfinder. Lakini pia tumeendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinaendeshwa katika eneo hili, na naamini tutazidi kubarikiwa na kuendelea kubarikiwa na kubarikiwa zaidi. Bila shaka leo iko vipi ukizingatia na sehemu ambayo umetoka inayo? Naam, katika hali ya hewa ya huku ni hali fulani ambayo haina mambo mengi, ni hali ambayo imekaa hali ya kawaida kabisa, kiasi kwamba hali ya joto ni kiasi kidogo, lakini pia hali ya baridi ipo katika wastani wake, lakini kikubwa hali iko sawa sawa kabisa. Basi unaweza ukatupasha habari na kutuambia nini hasa ambacho kimeweza kujiri katika kambi hilo? Naam, bila shaka, bila kupoteza muda, ninao mashuhuda ambao wataenda kutuelezea moja kwa moja ni kwa namna gani wamelitazama hili kambi tangu tulipoanza, ikiwa ni siku ya 3 na tukielekea katika mwisho ya kambi hili. Na moja kwa moja ninaye dada, nitaenda kumuuliza na yeye atatuelekeza namna ya kuendelea kujihusisha katika kambi hili. Dada, habari ya sasa hivi? Nzuri kabisa. Unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Viva Msilu, nimetokea katika mtaa Pipeline, kanda ya Mkini. Dada Viva, tumeanza kambi la vijana kutokea hapa Igongofano, kambi ambao limewakutanisha vijana kutokea katika nyanja mbalimbali. Kuna vijana wametoka katika ukanda ule wa Dodoma, lakini pia kuna vijana ambao wametokea katika ukanda huu wa Iringa. Je, katika kambi hili unaonaje mtazamo wa kambi jinsi unavyoenda? Mtazamo wa kambi kiukweli upo vizuri. Toka tumefika siku ya kwanza mpaka siku ya leo hii, tunaona jinsi mambo ambavyo yanaendelea, mazingira jinsi yalivyo yanatuvutia hata sisi pia kwenye kujifunza, na wakufunzi wanaotufundisha wanatufundisha mambo mbalimbali ambayo hatukutegemea katika kambi hili tunaweza tukajifunza vitu hivi. Asante. Lakini pia umeangalia namna ambavyo wameendelea kufundisha, na nadhani kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekuvutia. Je, katika upande huo unaweza kueleza watu ni kwa nini tumeendelea kubarikiwa katika kambi hili, na kuna vitu gani ambavyo ni vizuri vinakuja kabla hatujafikia katika mwisho ya makambi haya? Katika sehemu ya kujifunza kwetu tumejifunza mambo mengi sana, ambayo kama sisi hapa ni mabalozi tumejifunza kitu cha kwanza tumejifunza ni moduli, na katika moduli ya kwanza tumejifunza ubalozi, na katika ubalozi sisi kama mabalozi tumejifunza ni jinsi gani mabalozi ambavyo tunatakiwa tuwakilishe Yesu kwa namna gani, kwa tabia gani, na jinsi ambavyo tunaendelea kujifunza zaidi. Naona kabisa kuna mambo mengi zaidi ambayo tutazidi kujifunza zaidi ya haya tuliyojifunza siku za nyuma na siku ya leo. Dada Viva, asante na Mungu akubariki sana. Mr. Emmanuel Bernardo, nadhani umekisikia kile ambacho kitakuwa kiendelea hapo, japo bado kuna shuhuda mwingine ambayo tunatamani aendelee kutubariki na kupatia vile vitu ambavyo vinaendelea katika kambi hili. Lakini kabla sijaenda kwa yule dada, narudisha maiki kwako. Naam, ni Emmanuel Ndolo ambaye ndiye alikuwa akiweza kufanya tathmini katika kambi hili la Igongofano ambalo limefanyika hapo toka lilipoanza siku 2 nyuma zilizoweza kupita.
Lakini Emmanuel Ndolo, ninakusina kuomba, tazama watu bila shaka ninaona wako wengi kweli kweli, na nimemsikia hapo dada aliyezungumza kati ya mengi na machache ambayo yanaendelea kujiri katika kambi hili. Emmanuel Ndolo, tunaweza kupata nafasi ya kuweza kupata tena muda wa kuzungumza, pengine kama kuna shuhuda ambaye anaweza akazungumzia chochote kile ambacho kimeweza kujiri katika kambi hili. Naam, bila kupoteza muda, moja kwa moja kuna dada mwingine ambaye na yeye alikuwa na machache ya kuzungumza katika kambi hili. Dada, habari sasa hizi? Salama, kwako? Niko vizuri kabisa. Naona umependeza kweli. Karibu sana. Dada, unazungumzaje kambi la leo na hasa unaonaje mambo yanayoendelea kutokea katika kambi? Kambi hili liko vizuri katika makambi yote tuliohudhuria, ili tunaweza kusema ni best kambi. Yaani nimekuwa kambi ambalo kila mtu, kwa mfano kwenye masuala ya mazoezi, tunafanya mazoezi mazuri na kila mtu anabarikiwa kwenye mazoezi. Lakini pia nadhani unawaambia nini wale watu ambao wanafuatilia mbashara kutokea hapa Igombavano na wale ambao hawajafanikiwa kufika katika viwanja hivi, unawasihi waendelee kujifunza nini na kutazama nini katika makambi haya? Na washauri wakisikia kambi kingine wasije kwao wanatoka, maana katika makambi tunabadilishwa kiakili, kimwili na kiroho pia. Tunajifunza mambo mazuri. Kwa hiyo huko mtoto majumbani, wewe ukisikia makambi wewe mnatoka. Jamani, makambi ni mazuri na tumefurahi. Au kuna mtu hajafurahia hili kambi jamani? Kuna mtu hajafurahia hili kambi? Asante dada. Nadhani Mr. Bernardo umesikia kile ambacho mashuhuda wetu wameenda kukizungumza hapa katika eneo hili la Igombavano. Na kwa sasa hapa nilipo mimi sina la ziada, na moja kwa moja nirudishe matangazo haya katika studio zetu kule Igombavano. Langu jina ni Emmanuel Ndolo, endelea kubarikiwa. Naam, shukrani sana Emmanuel Ndolo kwa tathmini hii ambayo imefanyika hapo Igombavano. Bila shaka mpenzi msikilizaji na mtazamaji, umeendelea kubarikiwa kwa namna ya pekee zaidi, kwa maana namna ambavyo umeweza kusikia watu wakitoa shuhuda tofauti tofauti na wakizungumzia kuhusiana na kambi hili ambalo kimsingi limekuwa lina mbaraka wa kipekee kabisa. Na huyo ndiye ambaye alikuwa ripota wetu Emmanuel Ndolo akiripoti kutoka huko Igombavano. Na kumbuka tu kwamba mtangazaji wako leo hii ni mimi Emmanuel Bernardo, au waweza kuniita Fantastic Under 17. Muda na wakati huu basi tuende kupata muda wa mapumziko machache, then tutarejea, na tutakaporejea basi tutarejea na makala fupi ambayo imekwisha kuandaliwa. Hivyo usiondoke mpenzi msikilizaji na mtazamaji, endelea kubaki hapo hapo. Tutakuwa nami sako bako mpaka pale tutakapofikia tamati.